Tukisalia katika hali ya kusimama, watupatie maombi ya ufunguzi wakiongozwa na Sheikh Juma Ngao na Askofu Mheshimiwa Rahab Ndambuki. Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الرحمن يا الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا الله يا حنان يا منان يا مقسط يا ديان. Twakuomba ya Allah kwa jina lako tukufu ambalo kiomba kwalo unajibu dua. Kuomba ya Allah uiletee nchi ya Kenya amani, mashariki, kaskazini, kusini na magharibi. Uwabariki wa Kenya wote, utupe afya njema na usalama, utupe maisha marefu yenye baraka ya Allah. Ya Allah, bariki kina mama, watoto, vijana, wazee wetu, baba zetu, viongozi wa dini, walimu wa shule, madaktari, hata bodaboda. Ya Allah wabariki. Bariki mapiloti wetu wa ndege angani, makapteni wa meli wabariki ya Allah, hata wavuvi wa samaki na baharia wote ya Allah. Ya Allah, bariki wagonjwa wetu popote walipo, waponeshe kwa haraka ya Allah. Uwarehemu maiti wetu ya Allah walio mbele za haki. Ya Rabbi ya Allah, KDF, jeshi la anga, la nchi kavu, la maji, la polisi, hata misitu, wabariki wote ya Allah. Allah, bariki wanasiasa wote nchini Kenya, wape nguvu na busara na afya kuliongoza taifa la Kenya kwa amani ya Allah. Ya Rabbi, kuna wafisadi tele nchini Kenya. Tunalani wafisadi na waletao wafisadi. Ya Allah, tunalani wafisadi na waletao wafisadi. Ya Allah, tunalani wafisadi na waletao wafisadi ya Allah. Kila mfisadi ya Allah mlani, umtokomeze kabisa, uokoe mali zetu ili nchi ya Kenya iweze jenga nchi yote kwa mali zetu ya Allah. Kila aliyeba mali ya Kenya ya Allah mlani kwa rehema zako ya Allah. Ya Rabbi, tunakukumbusha japo usahau dhuluma iliyofanyika wakati wa uchaguzi, dhuluma ya IBC, walitudhulumu ya Allah. Twakuomba Allah tupe haki yetu. Raila Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta na wanazimio wote ya Allah, tulidhulumiwa na IBC. Twakuomba ya Allah tupe haki yetu. Wewe wapenda haki, upande dhulma, basi twakuomba ya Allah tupe haki yetu ya Allah, na kile dhulumu ya Allah mteremshe chini. Ya Allah, tunakuomba ya Allah ulete amani Palestina, ulete amani Russia, ulete amani Ukraine, ulete amani Uturuki, ulete amani Syria, ulete amani Iraq, ulete amani Yemen,
Iran, Burkina Faso, Ivory Coast, Sudani, Ethiopia na Somalia. Ya Rabbi, tukuomba yote haya kwa lako tukufu. Tukuomba Raila Amolo Odinga umpe urais wa Kenya kwa rehema zako ya Allah. Rehema na amani juu yake Rasul, sahaba na jamaa. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, amin. Kabla nitoe mic, nimeandamana na wenzangu kutoka Pwani. Sheikh Bakar Ali Alawi ni naibu mwenyekiti wa kitaifa wa Kemnak. Sheikh Twaha ni kiongozi wa dini wa Wiper na Azimio. Nina Sheikh Jihad mwenyekiti wa Kemnak Nairobi, na Sheikh Maringa and my daughter from the other faith, Beatrice Gambo, pia ninakuja nayo kwa hapa kutoka Pwani. Salamu alaikum. Wana Nairobi, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunataka kuomba, kwa hivyo tuheshimu nani? Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, tunakuja mbele yako adhuhuri ya leo. Tunasema ni asanti kwa sababu umetuleta pamoja kwa sababu ya kusudi lako. Tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba ukatupatie ushindi. Tunaomba ukachukue ushukani, Yesu. Tunakuita jina la Yesu. Tunamuita Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Ukuje uinue nchi yetu ya Kenya. Tumeona mengi Bwana, yale yafurahishi hata viongozi wetu wale tuko na wao mbele yetu siku ya leo. Tunaomba Baba ukahurumie watoto wako. Tunaliitia jina lako Bwana. Siku ya leo tumekuja mahali hapa kwa sababu ya kusudi lako na kwa sababu tunakupenda. Tunaomba ulete amani katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba Mungu wangu Baba ukumbuke familia. Kumbuka wale wanalala njaa. Ni wengi wetu wanalala njaa Bwana. Tunaomba Baba ukatupatie chakula. Tunaomba Baba ukatupatie mvua. Tunaomba Baba ukatuondolee laana yote katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba Mungu wangu Baba ukumbuke viongozi wetu wa Azimio. Kumbuka mtumishi wetu, watumishi wetu wale utupatia Baba, hata viongozi wa kanisa. Tukiinua Raila Amolo Odinga mbele yako, tunainua Kalonzo Musyoka mbele yako, na mama yetu Martha Karua mbele yako, na viongozi wote wa Azimio Bwana. Tunaomba Baba wewe uishie milele. Kumbuka magavana wetu wote wa Azimio. Kumbuka members of parliament wote, uwapatie ushindi. Kumbuka the MCS my dear father, na viongozi wale wote wewe umetupatia. Tunaomba uweze ukatuletee ushindi katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba ulete justice katika nchi yetu ya Kenya. Mateso yale tumepitia Bwana yakafike mwisho, na vile Baba unataka kutendeke katika nchi ya Kenya kukawe hivyo. Hiyo ndio maombi yetu leo, na tunaomba divine intervention yako siku ya leo. Tunapokaa hapa Bwana, tumekuja kwa sababu ya jina lako, na jina lako litukuzwe katika nchi yetu ya Kenya. Haya ni maombi yetu kama wanaazimio, tukisema Yesu ni Bwana na hakuna Mungu mwingine tutatumikia mahali hapa, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Kuomba. Asante mtumishi wa Mungu. Nimeombwa ili Mungu aende nasi, Mungu asiyeshindwa. Kuna wimbo maalum ambao nimeombwa na nitaomba Lilian Jairo utuongoze kwa wimbo huo, ili Mungu aende nasi alivyoenda na wana wa Israeli jangwani kwa mnara wa moshi mchana na wingu la moto usiku. Tafadhali praise and worship team, na ningeomba wakati unaendelea hapa tutaruhusu viongozi wetu watatu peke yake. Asante. Lilian.
Hakika Mungu asiyeshindwa akitembea nasi hatuwezi shindwa. Kwa heshima na Mutuku ambaye atatuongoza katika ratiba kutoka hapa. Mtumishi wa Mungu, karibu. Haleluya. Jameni, nifungieni mkono. Wakenya wote nifungieni mkono jameni. Haleluya. Kwa viongozi wetu, Your Excellency Raila Odinga, Honorable Raila, Honorable Martha Karua, Your Excellency Kalonzo Musyoka na viongozi wale wengine wote. Leo kama Wakenya tumekuja kufanya ibada kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Hii ni siku ya kihistoria kwa nchi ya Kenya, ambao Wakenya wote wamekusanyika tumwabudu Mungu aliye hai ili nchi yetu ipate kupona kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu ya muda tumekusanyika, tumetoa wachungaji kutoka kila county tukusanyike hapa tufanye ibada. Naomba maaskofu wote wale tumekuja na wao, naomba tumusimame na wachungaji wote, na wale wengine wako huko chini naomba msimame. Wale wengine mko huko chini simameni tu kwa jina la Yesu Kristo. Viongozi wetu tumekuja wachungaji wote kufanya ibada siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Naomba tu ni mention wachache ili tuendelee kwa mkutano huu wa maombi. Naomba nikisema tu jina lako unasimama tu nafungia Wakenya hawa mikono.
Naomba overflow, prophetess overflow. Funga tu mkono. Huyo ni coordinator wa nchi ya Kenya kwa kanisa. Funga tu mkono jameni. Prophetess Sonia, funga tu mkono. Sonia, hallelujah. Naomba Pastor Jacob Muturi from Meru, funga mkono kwa jina la Yesu. Naomba Bishop Daniel from Kitengela, funga mkono. Naomba Pastor Rahab ambaye amekuwa hapa. Jameni, salimieni wachungaji kwa furaha. Hallelujah. Naomba Reverend Moses Degwa, fungia tu. Naomba Bishop Odek, fungia tu awa tu mkono jameni. Hallelujah. Sheikh Twaha from Mombasa. Hallelujah. Sheikh Juma. Bishop Prophetess Amkoye. Mpigieni makofi jameni. Naomba Rogers, Bishop Rogers. Naomba Reverend Ajubu. Jameni, wafungieni mkono wa wachungaji. Naomba Bishop Keva. Bishop Keva. Apostle Joel Adalo. Na kwa sababu ya wale wengine na wale wako chini, pigeni makofi wote. Pigeni jameni shangwe za Yesu kwa mkutano huu. Hallelujah. Basi kama inji, huu ni wakati tunahitaji Mungu kama siku nyingine, kwa maana tunahitaji inji yetu ikapone. Na vile wachungaji wamekusanyika, inji hii itapona. Hawa viongozi vile wameita mkutano na tukaitana mkutano, inji itapona. Fanya mikono hivi jameni. Fanya mikono hivi. Yesu anatawala inji ya Kenya. Basi naomba praise and worship team. Naomba praise and worship team. Nataka tuwe kwa dakika kama 5-10 tuinueni mikono juu tumwabudu Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Naomba tu waimbaji wale mmekaa hapa mnaweza kusimama tuinulie Yesu mikono juu. Tumwabudu Bwana. Hallelujah. Tunataka kumsifu Yesu kwa sababu yeye ni mwema. Hallelujah. Tunaweza kusimama tumpigie Yesu makofi kwa ibada hii. Hallelujah. Makofi kwa Yesu. Vive. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Bwana wa Mungu asifiwe. Hey!
Moja. Waluya mko hapa na Wakamba, Wakikuyu. Hallelujah. Ngai wakwa tunarudi, Wajaluo tunarudi, tupo hapo jamani.
Jameni, pigeni Yesu makofi mazuri. Kama kuna watu wa kuomba, kuna Mungu wa kujibu. Nasema kama kuna watu wa kuomba, kuna Mungu wa kujibu. Naomba nisikie nduru kwa uwanja mzima ya Yesu. Jameni, pigia Yesu shangwe na vigelegele kwa jina la Yesu. Naomba nimletee mchungaji. Hallelujah. I want to invite Reverend Moses Degwa. Reverend Moses Degwa to give us a sermon. Pigeni Yesu makofi jameni. Wakenya, Bwana asifiwe. Naomba tutulie kwa dakika moja. Wale ambao wanazungumza, wale ambao wanapiga makelele, mtupe nafasi ni nene neno la Bwana kwa dakika kidogo sana. Na tuombe kwa ajili ya neno. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, uliye na nguvu na uwezo na mamlaka, tunakushukuru kwa maana neno lako ni uhai, neno lako lina nguvu, neno lako ni usaidizi wakati wa shida na hata wakati wa raha. Tumia mawazo yangu, maneno ya kinywa changu ya kubariki mbele zako, ili nitakayo nena siku ya leo yakuwe baraka kwa taifa letu, kwa viongozi na kila mmoja wetu. Zungumza nasi kupitia neno lako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Nachukua nafasi hii, sitachukua muda mrefu kunena neno la Bwana kwa njia fupi. And I want to speak about being politically incorrect. Wakati mwingine hatukubaliki kwa mambo ambayo inatendeka kisiasa. Kuna watu wawili ambao hawakuwa nakubalika. Katika kitabu cha Amos 7, mtaona mtumishi wa Mungu anaitwa Amos alienda akaongea mambo makubwa sana kwa viongozi. Na akaambia hili taifa litaisha, akaambia hili taifa litakuwa na shida. Lakini mtumishi wa Bwana akaitwa na viongozi, akaambiwa lazima arudi kwao. Akasema mimi nitarudi, kwa maana hata mimi ni mtu mnyonge na nilikuwa naangalia mashamba. Wakati wa leo kuna watu wengi ambao they are not politically correct, and we tell them to go back to their land, kwa sababu mambo ambao wanayanena na kuyazungumza hayakubaliki. Lakini tuko na mtumishi wa Bwana Amos ambaye alisimama akasema mimi ni Mungu amenituma niwaambie yale tunayofanya sio sawa. Kulikuwa kiongozi mwingine, mwokozi wetu Yesu Kristo, alisimama mpaka kanisani kwa madhehebu na akasema hata manabii hawafanyi vile inahitajika. So it is, you are a good follower of Jesus Christ if you are politically incorrect. If you are politically correct, you accept everything that is being done, na unakubaliana na yale ambayo inatendeka. Yesu akasema imefika mahali mimi kama mwokozi wenu kusema yanayofanywa katika hekalu sio hayo, yale yanayofanywa na viongozi sio hayo. Siku ya leo ambayo tumekuja hapa, tunataka kusimama upande wa mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye alisimama kwa wanyonge, ambaye alisimama kwa wadhaifu, ambaye alisimama kwa ambao walikuwa na shida. Siku ya leo katika taifa letu kuna mambo ambayo tunaweza angalia na tuonekane kama kisiasa haikubariki. Wakati unasimama na unasema kwamba Kenya ni kampuni na iko na shareholders, sisi tunasimama upande wa Mungu kusema Kenya ni nchi yetu, ni baba na mama yetu. Na sisi, na tukisema hivyo tunasema kama wahubiri kwamba nchi ya Kenya tulizaliwa zote makabila 40, na
Nchi hii mwenye shareholder wa Kenya ni Mwenyezi Mungu. He owns the world. He owns the nation. Sisi we are just stewards. Sisi ni watenda kazi tu. Mwenye shamba atarudi na atatuuliza tulifanya nini na kazi tuliyopewa. We shall give an account to the owner of the nation. So it is politically incorrect kuambia ambao wanasema ni kampuni kwamba sio kampuni. Kenya hii, kama Yesu angekuwa hapa siku ya leo, angesema Kenya ina makabila 40 na uongozi ugawiwe makabila yote. But it is politically incorrect for a Kikuyu and a man of God kusema kwamba tugawe taifa vile inahitajika. Amos alifika mahali akasema hata mkinifukuza, I'll stand on the side of the politically incorrect and tell you it is not right to exalt a few communities in the nation. Kama ningekuwa politically correct, ningekuwa nafuata maaskofu na mapasta wakifuata wale wako katika serikali. But sometimes tunasimama na wale wanasema tunafunyika kwa uchumi, tunarara njaa. If he was, he could not have been crucified. We might crucify our leaders, but they are on the side of God. It is politically incorrect like Jesus and Amos kushida kila wakati tukisema mambo tunayoyapitia ni kwa ajili ya rais aliyekuwa, ni kwa ajili ya handshake. Miezi 6 imeisha na bado tunasema ni wale. Siku gani tutasema ni nyinyi? We are standing on the side of God to tell them to account for their days, for their hours, for their time in leadership. It might not be correct. Biblia inasema, namalizia, Biblia inasema usipofanya kazi usile. Tunashukuru kwa maana viongozi ambao wako saa hii wanaendelea na maombi, lakini tunaambia tuombe Jumapili, Jumatatu mpaka Jumamosi waende kazi, tunajaa. It is politically incorrect kusimama hapa niseme mimi ni mchungaji katika kanisa, lakini hatuwezi fanya taifa liwe ni la Kristo peke yake. Kama ingekuwa ni Muislamu angekuwa rais, aite Waislamu peke yake kwa maombi, si wa Kristo mngepiga kelele? This nation belongs to all religions. And that's why we pray for Raila Odinga. We pray for Kalonzo Musyoka. We pray for Mother Karua. They might look incorrect, politically incorrect, but they are on the side of God. And finally I say this, Amos alisema, I have one confidence. Mimi nawapa nguvu moja wa viongozi wetu. God is on our side. The end of the times. We don't know when it is the end, but the Lord will be with us. Incorrect politically, but we are on the side of Amos, we are in the side of Jesus, and even if they crucify us, we are telling the people we need our nation back. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Hallelujah. 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 Basi nataka niwaite, kuna wachungaji naomba wakuje ili tumalize. Huu ni mkutano wa maombi kwa jina la Yesu. Basi naomba, kwa sababu tumebakisha dakika 5 sisi hapa, naomba Prophetess Sonia, Prophetess Overflow, Bishop David Abaki, Bishop Noela, naomba wakuje wasimame tu hapa. We want to do some declaration in the mighty name of Jesus. Kuomba. Ni wakati wa kuomba. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba zote tukiwa tumelia. Naomba zote tukiwa tumetulia. Naomba zote tukiwa tumetulia kwa jina la Yesu Kristo. Basi naomba ya kwamba tumekusanyika kwa sababu ya kuomba kwa jina la Yesu Kristo, na kuna vitu tunataka tuombee kwa damu ya mwana kondoo. Naomba nimwalike Bishop David Abaki ambaye ataomba kwa sababu ya naomba tu Bishop Abaki uombe kwa sababu ya justice. Hello, before I pray for justice, I had a message from the Lord this night. In the book of Chronicles, 2 Chronicles chapter 15, and it says like this: the Spirit of God came upon Saria, son of Oded, and he went to meet King Asa. He called out, "Listen to me, King Asa, and all you people of Judah and Benjamin. The Lord is with you as long as you are with him. But if you turn away, he'll abandon you. Let us pray for peace." Thank you very much. Let us pray for peace. Heavenly Father, Jehovah God, Heavenly Father, Jehovah God, you are the source of wisdom and justice. Today you have gathered here in this historic garden of Jevanjee as a nation to call upon your holy name to bring justice within our nation. Almighty God, we ask you to bring justice within our land, especially for 3 arms of our government. That is executive, legislature, and judiciary. We thank you, God, for the Right Honorable Raila Odinga and his co-principals, Mama Martha Karua, whom we love, Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, and their team for being champions of justice and democracy in this nation. Jehovah God, continue giving them wisdom, knowledge, and strength to spearhead fighting for the truth and creating democratic space and freedom to serve the people of great nation without fear or favor. All know that without justice we cannot have permanent peace, unity and stability among your people. We pray, O God, for our leaders to remain united and unpartisan and stand for the truth to save this nation. We thank you for those who have come in large numbers today to attend this prayer meeting. We also thank the organizers and coordinators who work together to make this day a success. Bless them and protect them. We pray this in Jesus' mighty name. Thank you. I want to call Apostle Marabo Oyunga. Oyunga, you pray for IBC. Hallelujah. We are just about to install an office called IBC in our land. And because of that, we want to make very powerful prayers here that must work. Okay? So after every sentence, you say amen. And I will make justice in the line and righteousness in the plumb line. He reveals the deep things of darkness and brings utter darkness into the light. When justice is done, it brings joy to the righteous but terror to the evildoers.
Whoever says to the guilty, you are innocent, will be cast by the peoples and denounced by nations. But it will go well with those who convict the guilty, and rich blessing will come on them. But let justice roll on like a river, righteousness like a river failing stream. The righteous shall inherit the land and dwell in it. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the cause of the widow. Blessed are those who act justly, who always do what is right. The Lord requires that we act justly and love mercy and to our God. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. In my faithfulness, I will reward my people and make an everlasting covenant with them. Let us pray for IBC. Father, in the name of Jesus, we come before you this moment. We bring our confession, Lord, for the sake of the IBC of this land. We especially repent for every election flaws that have taken place in the past. We repent for every flaws and every injustice that have been done for the sake of the poor of Kenya in the name of Jesus. Lord, we especially repent over the bloodshed that has taken place during elections of the IBC officials that were on duty. Lord, forgive us. Lord, we stand on behalf of them and we repent for the innocent blood that has been shed in this land, for the people that were able to lead this nation. Forgive every murder. We stand against every spirit of murder in this land. We condemn every spirit of murder. We raise the blood of Jesus. We declare there shall no longer be murder. There will be no murder anymore. In the name of Jesus, there will be no murder anymore in this land because of the blood of Jesus. We say enough is enough. The Bible says in the book of Ezekiel chapter 36 verse 22, I now swear with uplifted hand that my people who have been oppressed, they shall no longer be oppressed. I will reward those who have oppressed them. Hallelujah. So Lord, we thank you. We bless your holy name for giving us opportunity to stand in the gap in this nation. And as we stand today, we declare justice, we declare righteousness. The Bible says righteousness exalts a nation and sin is a reproach to any people. We condemn every evil and every wickedness that has happened and that is still happening, and any that shall happen in the name of Jesus. We raise up the blood of Jesus and we declare the blood is speaking in this land, the blood silencing every evil altar in the name of Jesus Christ. Now Lord, as we want to install the new office, kama jinsi tunataka kuweka ofisi mpya ya IBC, tunasema kwamba ukatupatie watu, bring the right people with integrity. There shall be no corruption, there shall be no hacking into the system. In the name of Jesus Christ, the system shall work in favor for the people of this nation. There shall be the right people installed in the office. We thank you because you have heard our prayer. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Basi naomba Apostle Robert Athiambo, naomba Bishop Noela, corruption. Bishop Noela, corruption. Tunataka tuombe kwa ajili ya nchi yetu. Nchi yetu kuna ufisadi nyingi. Wacha tukabidhi nchi yetu mkononi wa Yesu Kristo na Baba wetu Mungu ambaye ametuumba. Baba aliye juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo mkombozi, agano inasema ya kwamba chochote tutakapoomba katika jina la Yesu Kristo utatufanyia ili jina lako litukuzwe. Jioni kama huu tuko hapa katika kiwanja kwa ajili ya watu wako ambao wengi wako na njaa, ambao wengi hawana mahali pa kulalia, wengi ambao hawana makao wa kuishi, wengi hawana hata pesa ya kupeleka watoto shule, wengi wamechukuliwa vitu zao. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumekataza kazi zote za nguvu za Shetani. Tumeinua
nguvu ya Yesu Kristo juu. Tumejua Yesu Kristo mahali amesimama. Agano nasema alikuwa akitendanga mabaya mazuri. Hata siku ya leo Jehova Jire, tumekabidhi nchi yetu mkononi mwako. Nimeweka baba wetu ambaye ni kiongozi wetu, ambaye ni mkubwa wetu, baba wetu Raila Amolo Odinga mkononi mwako leo Jehova. Umuinue juu, umpake na Roho Mtakatifu, umnyunyuzie damu la Yesu Kristo. Nimekabidhi mama wetu Martha Karua mkononi mwako Jehova Jire. Baba umwone, baba umshikile mkono, baba kwa kila ina ya jambo ananena pitia baba, uonekane ya kwamba wewe uko pamoja nasi. Nimeweka mkubwa wetu Kalonzo Musyoka mkononi mwako Jehova Jire. Utuangalie na macho yako ya huruma katika kikundi chetu cha Azimio. Baba tumekabidhi kikundi cha Azimio mkononi mwako. Hii chama ya Azimio sio chama cha kabila moja, sio chama ya mtu moja, sio chama ambayo inaweka watu wengine wabaya. Ni chama ya kila mmoja na chama ya wanyonge katika jina la Yesu Kristo. Bariki hii chama na wafuasi wake. Baba bariki watu wote ambao wamekuja katika hiki kiwanja, wamekuja kwa ajili ya jina lako Baba. Kataza kazi ya ufisadi nchi yetu Baba. Tunakuomba ya kwamba uturudishie vitu zetu. Jina lako itukuzwe katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Basi naomba nimlete Prophet Sonia Mumbi. Bwana Yesu asifiwe. Patieni mkono. Tumekuja kuomba pamoja kwa sababu ya nchi yetu. Na unajua vile tulidhulumiwa na tunasema hapana. Tumekuja kuomba juu ya justice and peace. And we are asking for justice and peace. Washani niwaelezee. Kuna ule anapeana justice ya ukweli. Na yeye anaitwa Mungu Baba anakaa kwa ile kiti ya enzi. Haleluya. Sasa nataka tuite huyo Mungu wa justice. Tumwambie Mungu wa justice, kuja utuokoe. Kuja okoa nchi yetu Kenya. Kenya yetu imedhulumiwa na tunaitaka irudishwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nataka tuombe sisi pamoja. Tuseme hii prayer point na kila mtu akuwe involved na hii prayer point. Sema, oh God of justice, oh God of justice, appear and show us justice. God of justice, appear and give us justice. In the name of Jesus, oh God of justice, appear and vindicate us. In the name of Jesus, oh God of justice, remember Honorable Raila Amolo Odinga. Remember your servant amedhulumiwa miaka mingi sana. Mkumbuke leo katika jina la Yesu. Mungu mkumbuke Honorable Martha Karua. Mkumbuke Honorable Stephen Kalonzo. Sasa tunawarudishia Kenya leo. Kama watumishi wa Mungu tumekuja na tunataka kumpatia Kenya. Hiyo Kenya amekuwa kinyang'anywa, leo tunamrudishia. Semeni amani. Semeni amani. Semeni justice. Asante sana. Sasa nataka kuita watumishi wa Mungu. Tunakuja kurudisha Kenya. Tuirudishie mwenyewe. Watumishi wa Mungu kujeni. Haleluya. Kujeni nyote. Kujeni nyote. Kujeni hapa nyote. Haleluya. Kuomba, 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 kuomba. Haleluya. Kuomba, kuomba. Moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Yesu. Moto umewaka leo. Tuimbe haleluya. Moto umewaka. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni udongo ya Kenya iko hapa. Na udongo ya Kenya ni kusema huyu ni Kenya. Hii ni Kenya. Kenya ambayo imekuwa ikichukuliwa kutoka kwa mikono ya baba. Tunataka leo tumrudishie. Watumishi wa Mungu kujeni muombee hii mchanga. Kujeni tafadhali. Wakuje hapa.
kuomba